Mwijaku ametoa maoni yake kuhusiana na kutenguliwa aliyekuwa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Al-Hadi Kawambwa, ambaye ameondolewa kwenye nafasi yake hiyo, na kuondolewa kwake ni kwa sababu ya kukiuka misingi ya kiuongozi ya baraza. Na hii ni kutokana na kile kikao ambacho kilikaliwa cha dharura chini ya kaimu mufti Sheikh Al-Hamisi Ngeruko, ambaye pia ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania. Na hii ni taarifa kutoka baraza la maulama BAKWATA ambayo ilitolewa tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa hiyo ikamtengua kwenye nafasi yake Sheikh Walid, na story imekuwa kubwa kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu Sheikh Walid pia amekuwa kiengage kwenye mitandao ya kijamii, amehusika pia kwenye shughuli mbalimbali za watu maarufu. Ukiacha hivyo, kinachotrend kwenye mitandao ya kijamii ni mwanamama ambaye anaitwa Bella kutokea Burundi, ambaye anasema ana mtoto na Sheikh Walid, lakini Sheikh Walid amekuwa hausiki chochote. Sheikh Walid alitaka kumuua na mambo mengine mengi tofauti, mara kumpiga na story. Amezungumza vitu vingi kweli kweli ambavyo vina trend kwenye mitandao ya kijamii, akisema kwamba yeye ana mtoto na Sheikh Walid, lakini kuna namna Sheikh Walid ni kama hausiki vizuri kama baba na mambo mengine mengi tofauti. Sasa msikilize hapa Mwijaku, yeye ametoa maoni yake na kuona kwamba kile kilichofanywa si sahihi kwa sababu kila binadamu huwa anakosea. Amezungumza vitu vingi kweli kweli. Msikilize hapa na utatoa maoni yako kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Mimi ni Saadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti. Nilikuwa napitia baadhi ya vitabu ambavyo sisi Waislamu tunakuwa tunavitumia sana katika masuala mbalimbali. Sasa nilikuwa nalifuatilia swala la Sheikh Walid. Kama kweli mashekhe wamekaa shura na kukubaliana kuwa wamtoe Sheikh Walid katika nafasi ya ushehe wa mkoa wa Dar es Salaam, watakuwa wamekosea, kwa sababu tukumbuke Sheikh Walid ni binadamu kama binadamu mwingine. Hilo la kwanza. Hakuna binadamu aliyekamilika. Naweza nikasema mashekhe wenyewe walokaa shura, kila mtu kwa nafsi yake kuna ovu analifanya na mkosea Mwenyezi Mungu. Bahati mbaya tu halijatambulika au halijapata nafasi ya kusogea kwenye macho ya kibinadamu. Nimuombe Sheikh Mkuu Mufti, wanasema inna Allah ma'a sabirin, Mwenyezi Mungu yuko na wale watu wenye kusubiri. Toka juzi mmemtengua Sheikh Walid, Waislamu tumekuwa na subira. Mufti na jopo lako, nifikirieni tena. Kuna muda hatupaswi kufanya maamuzi kuridhisha management au bodi au mashekhe fulani. Tufanye maamuzi kwa sababu ya faida ya Waislamu wote. Ndio maana kwenye khutba kila imamu anayesimama atasema naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu, kwa sababu kila nafsi hapa binadamu haijakamilika, alikamilika ni Allah. Iweje mashekhe wanakaa shura kisha wao wanamhukumu Sheikh Walid kwa story wanazoambiwa au kwa taarifa wanazozipata? Niwaulize mashekhe walokaa shura, wao wamechukua milki ya Mungu ya kufanya maamuzi na kuja na decision? Wanasema tumemtoa Sheikh Walid kutokana na mienendo yake mibaya katika nafasi yake. Niwaulize, anayejua huyu ana mienendo mzuri au mbaya na akatoa judgment katika mienendo hiyo ni nani? Ni nyinyi mashekhe au Allah? Kama Allah ndo anatoa suluhisho ya mienendo mibaya ya mtu na sio sisi binadamu, basi hatukupaswa kumtoa Sheikh Walid kwenye nafasi yake ya kuwa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Kuna faida mbili. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatumia watu wenye nguvu ambao ni makafiri ili kusaidia Uislamu. Ndio maana kuna baadhi ya makafiri waliingia kwenye Uislamu na wakapewa nafasi kubwa kwa sababu walikuwa na nguvu na ushawishi mkubwa kwenye jamii ya Makkah al-Mukarrama. Sheikh Walid ni miongoni mwa mtu ambaye ana ushawishi na nguvu kwa jamii. Hivyo tungemtumia yeye kusaidia kueneza Qur'ani na maneno mazuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ushawishi wake na nguvu yake tunaenda kuidhihaki na kumtoa, tunaweka watu kwa tamaa za madaraka. Sheikh Mkuu, lifikirie hili. Wewe ni shekhe wangu, najua fikra na hekima ulizokuwa nazo. Sheikh Walid ni mtu ambaye tunapaswa kwenda naye. Vijana wengi walikuwa wanarudi kwenye imani, kwenye Uislamu kwa sababu za kauli zake na ujamaa wake alioweka kwa watu. Mimi binafsi nimeshaona naye zaidi ya mara 3 kwa changamoto zangu za dunia, na yeye amekuwa akiniambia njia ya kufuata, njia ya kutokufuata. Kwa hivyo kuna wengine hawaingiliki, wanachukua nafasi kama vile kujimilikisha mamlaka. Hivyo ninaomba tulifikirie hili. Shura sio Qur'ani. Yani utasikia mashekhe wamekaa shura
wamekuja na maamuzi. Hapana, Uislamu haujengwi na maamuzi ya mashekhe. Uislamu unajengwa kwa aya na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio tunafuata vitabu vyetu. Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ambaye kigezo chetu, ndivyo vitu tunavyofanya. Iko haja ya sisi kurudisha nafasi kwa Sheikh Walid ili tuweze vijana kumiminika na kuufata Uislamu kwa mapenzi. Uislamu sasa hivi unataka ushawishi, dunia imebadilika. Sio kwa mtu, kwa watu unataka ushawishi. Si afiki kabisa shura ilokana kumtoa Sheikh Walid. Hapana. Tujitafakari. Sisi kama Waislamu tunatakiwa wema Waislamu, mtu mwenye nguvu apewe nafasi. Tuige sunna na mienendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuige sunna na mienendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimeumia.